Wacha. Mwenye mkuu, sitaki kuamini kwamba wewe ndio mhusika moja kwa moja na kifo cha Sasha. Hainiingia akilini. Amekwambia Champo, mimi sihusiki na kifo cha Sasha, ila Sasha alitakiwa kufa. Una maana gani? Mwadiradira, utajua maana yangu. Na sio Sasha tu peke yake, hata wewe unatakiwa kufa. Na huu ni mpango wa Champo baada ya kugundua siri yake, na yeye kuna uwezekano mkubwa ndio akawa anahusika na kifo cha Sasha. Ni baada ya kusumbuka kwa muda mrefu kukipata chungu. Kwa nafanyaje sasa? Wacha kurukutanta mantetele. Kama utahitaji kujua zaidi, naomba unifuate. Chungu. Kakaangu Maganga, umemfanya nini Champo? Na unajua fika kuwa hana sifa mbaya hapa kijijini. Champo kwanza ni nani? Na Champo ni kijimdudu gani? Anafananaje huyo mbwa? Kwanza Champo ni fara tu kama mafara wengine. Niko hapa kwa sababu ya kukusikiliza kile ambacho ulikuwa unahitaji kukizungumza. Sawa sawa. Pepe, najua utakuwa unajiuliza sana juu ya matatizo yanayoendelea, na hasa baada ya kusikia mpwa wako Sasha amefariki. Nikwambie tu ukweli, haya matatizo yote unaoyaona na kuyasikia, tatizo kubwa lipo kwa ndugu yako Champo. Kwa nini nakwambia hivyo? Ni kwa sababu Champo ana uroho wa madaraka. Hapa kijijini pote mimi siogopi mtu yoyote. Hata Champo naweza nikamfinyanga, nikamweza nikamtia kwenye suali. Alafu kingine, kwanza mimi siongei na wauaji. Sitaki hata kusikia muuaji kwenye masikio yangu. Mbwa Champo. Basi alikuja hapa. Champo alikuja? Akakwambiaje? Na ameniambia kuwa tupige simu ndugu zetu juu ya taarifa kifo chako. Na baki na kuwa na uroho wa madaraka, anautaka ukubwa. Na mimi naweza kusema kwamba ninaamini moja kwa moja Champo anahusika na kifo cha Sasha, kwa sababu hata mimi alishawahi kunichoma kisu. Hebu subiri kwanza mwenye mkuu. Huyu unayemzungumzia hapa ni Champo huyu kakaangu mimi? Hii mbona inanichanganya sana, inawezekana vipi? Sio wewe peke yako inayokuchanganya. Mimi pamoja na wanakijiji wote. Usichokijua, Champo alishawahi kuhusika na kifo cha dada yako, kwa maana mama yake na Sasha. Wakati matatizo yanatokea, baada ya mama yake na Sasha kutangaza rasmi kwamba yeye anaachana kabisa na masuala ya kishirikina, Champo alijisikia vibaya sana. Wakati mkuu wao anafariki, chungu alikabidhiwa na mama yake na Sasha. Nimekufa mimi. Maganga, she's dead. Nyamaza kwanza. Sasha, I'm coming. Wewe si ndio unasema kwa Champo umuogope? Yaani ni maneno tu, hata kwenye kanga yapo. Acha kulia. Naomba uniambie ukweli. Umemfanya nini Champo? Na Champo alishawahi kwenda mpaka kwa mama yake na Sasha kwa lengo la kukitaka chungu, lakini mama yake na Sasha hakumpatia hicho chungu. Kwa hiyo kilichotokea hapo, Champo akampiga pigo kubwa sana
Na baada ya kumpiga hilo pigo, mama yake na Sasha alikuja kwenye chilinge changu, nikamtibira ninavyoweza kumtibira. Lakini wakati mimi namtibia, Champo anafanya mambo yake ya kishirikina katika mizimu yake. Mwisho wa siku mama yake na Sasha amefariki. Hata wewe unatakiwa kuwa makini sana na huyo ndugu yako, na hii ni kwa sababu tayari umeshajua siri za Champo. Mdomo umeniponza. Champo kamuua Sasha. Sasa Champo alivyomuua, mimi taarifa nikazipata juu tu. Nikajitia Mwijaku, kila mtu anazisambaza. Mwijaku ameniponza. Labda niseme tu kitu kimoja. Unajua siku zote bwana mwenye mkuu, mchuma janga hula na wakwao. Lakini katika hili ambalo Champo tayari ameshalichuma, hawezi kula na sisi, ni lazima atalila peke yake. Kwa kuzungumza haya, na maana kwamba mtakapotoka hapa, nahitaji nifuate hatua zote za kisheria, ingawa tunafahamu kabisa serikali huwa haiamini mambo ya kishirikina. Lakini na kuahidi mwenye mkuu, I swear to God, Champo lazima nimfunge. Lazima, kwa haya yote mabaya aliyofanya. Enough, inatosha. Ulikuwa unafanya nini muda wote wakati nakuita? Kuna kazi nilikuwa namalizia ndani, ila kwa sasa nishaimaliza. Ujue mimi nikiwa na jambo langu napenda lifanyike kwa haraka, sio nikuite alafu endelea na kazi zingine. Sawa. Nataka nikuagize kwa mwenye mkuu. Si unapafahamu vizuri? Ndiyo, kwake napafahamu. Kuna mzigo nataka nikupe. Mzigo gani? Sawa, ila ninachokusisitiza ni kuwa makini sana na Champo. Mimi nimekuelewa sana mwenye mkuu, na ndio maana tangu awali niko pamoja na wewe, hatua baada ya hatua. Lakini pia katika hili bado nilikuwa nahitaji ulinzi wako. Siwezi kushindana na yule kakaangu Champo. Naomba usiniache peke yangu katika hili tafadhali. Sawa. Basi nashukuru sana. Humu kuna dawa, kamkabidhi mwenye mkuu, ila mwambie kabla ya kuitumia haitikise zaidi ya mara 3, ila mingine nitakuja kumwelekeza mwenyewe. Sawa. Ukimpa hakikisha mtu asione, ila nakuomba usichelewe. Sonia. Abe mwenye mkuu. Kuto kurudi kwa Zubeda kunazidi kunivuruga ubongo wangu, na kuna uwezekano mkubwa Zubeda atakuwa amemwambia bibi yake Binyangemba juu ya mpango wetu tulioupanga. Sasa mimi naomba wewe unisubirie hapa na usiondoke kuelekea mahara popote pale mpaka mimi pale nitakaporudi. Sawa mwenye mkuu, mimi nitakusubiri hapa hapa, sitaondoka. Lakini pia kuwa makini huko unakoenda. Kwa nini unanambia mimi niwe makini? Kwa sababu bado nakuhitaji sana. Nahitaji kuendelea kufanya kazi na wewe. Ndio maana nakwambia kuwa makini huko unakoenda. Basi sawa, haina shida. Sawa. Binyangemba. Karibu. Dale.
Bana we, kiuno hakina kazi kabisa, kiuno hakina kazi. Pole. Asante bwana we. Sistari. Bana we, mimi nimekuja hapa na jambo hili moja. Hivyo wewe ndio unamshawishi Zubeda kufanya mambo yasiokuwa sahihi eh? Binyangemba, mimi ni kila ninachomshawishi Zubeda sidhani kama hakiko sahihi, ila mimi naona kila kitu kiko sahihi. Na mbona sikuelewi? Huyo mwenye mkuu huyo mnemfuata huyo. Mwenye mkuu yeye anataka kumiliki uchawi. Na uchawi anaotaka mimi nishaumiliki kipindi hicho na mama yake Sasha. Asichokijua mimi yote haya yanayoendelea na yajua. Na hiyo lizi nyeusi anayoitaka kwa champo, lizi nyekundu iko kwangu. Mimi lengo langu kutaka kukandamiza haya yote haya. Sasa mwambie mwenye mkuu, lizi nyeusi na nyekundu vyote vinapatikana. Mwenye mkuu, sasa hizi wewe ni nani? Na umelijuaje jina langu ikiwa wewe ni mgeni katika hichi kijiji? usitaki kujua mimi ni nani, ila unakokwenda mimi nakujua, na unaimfuata hayupo. Unakwenda kwa Bi Nyangemba, unamfuata Zubeda, unakwenda kuulizia habari ya chungu. Yeye si mganga, na hiki chungu kipo. Lengo letu sisi tukite moto mbele yake mwenye mkuu. Umsikilize kauli yake. Akikwambia bwana niko tayari, ilizi na chungu vyote kuvitia moto, basi wewe njoo uje uniambie. Mimi nitachukua ilizi nyekundu na nyeusi na chungu paka kwake. Vinatiwa moto mbele yangu. Na hivi hata hivi ninavyosema hivi, mwanangu katoroshwa. Na aliyenitolosha mzee Msati. Na si kama sijui, yote haya mimi nayajua. Binyangemba, ina maana mtoto wako ametoroshwa? Ndio maana yake. Msati kamtorosha kijana wangu na kaenda Sumba wangu. Sumba wangu atajua Sumba wangu. Na ile huko kwa. Sitaki uongee chochote. Kwa heri. Chungu, 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 chungu. Tunashinda misibani, hatulali nyumbani. Wacha. Na kama mimi sio kwamba sijui, mimi najua. Na uwezo wa kumrudisha Hansi hapa ninao. Ila namwangalia yeye Msati akili yake belalia wapi? Yeye ananiona mimi kama mtoto mdogo vile ninavyokwenda, basi labda kiuno kimekaa hivi, anajua na mimi akili zangu zimekaa hivi za kuinama. Mimi akili hivyo hivyo. Kila anachowaza yeye basi mimi tayari nishapata taarifa. Sawa Binyangemba. Mimi nitamfikishia kile ulichoniambia mwenye mkuu. Na sitasahau hata kimoja. Basi hayakikubali tu, wewe moja kwa moja kwangu. Nakuja na chungu na ilizi nyeusi, tutie moto hapo. Mbona yeye yuko hapo? Sawa, karibu sana. Haya, asante. Chungu, 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 chungu. Tunashinda misibani, hatulali nyumbani. Kimeleta tafarani, utuokoe Mungu. Huku kwetu mashaka, usiku mpaka kweupe, kila muda vibweka. Mungu Baba ututete. Chungu, chungu, tunashinda misibani. Chungu.